Cashew waffles. Cashew waffles ni pishi zuri sana kwa kutumia unga wa korosho. Lakini kama unatekeleza sayansi mapishi, unaweza kutengeneza pia almond waffles. Maana yake ni kwamba unaweza kutumia unga wa korosho au unaweza kutumia unga wa almond kutengeneza cashew waffles. Unaona hilo pishi linalopita hapo ni pishi ambalo nimelipika kwa kutumia unga wa korosho. Basi tunataka tujifunze kwa haraka haraka vitu gani ambavyo unachanganya katika pishi lako, afu pishi lako litoke pishi zuri sana sana sana. Nataka nikuonyeshe. Hizi hapa ndo cashew waffles. Hizo ni cashew waffles ambazo tumezipika kwa kutumia unga wa korosho. Unga wa korosho ni huu hapa, ambao huu unga ni nusu kilo. Katika unga huu wa nusu kilo tunapata cashew waffles kama 25. Sasa nataka nikuonyeshe leo. Nataka nichukue cashew waffles yangu ambao nitakula siku ya leo. Hii hapa. Unaona? Kwa maana hiyo kwenye mfuko mmoja wa korosho, kwenye mfuko huu mmoja wa korosho unapata hizi ziko 10, kwa hiyo unapata 25 kwenye mfuko mmoja. Kumbuka, kama wewe ni mgonjwa wa kisukari au una shinikizo la damu au una uzito mkubwa au una matatizo ya homoni, unataka kula kiafya, utatumia hivi, unakuwa unatumia hivi viwili kila siku. Kumbuka, katika sayansi ya mapishi cashew waffles zinatumika kama side dish. Hivyo naziweka ili tuweze kujifunza namna ya kupika cashew waffles. Ni tamu sana. Kwa hiyo kwa hivi utakapopata kwenye mfuko mmoja, mfuko wako mmoja utakutengenezea bites ambazo utakula zaidi ya wiki moja kwa kupata pishi kama hili, cashew waffles. Cashew waffles unaweza kuzipika katika umbo tofauti tofauti. Inategemea na wewe unatumia mashine ya aina gani. Kwa sio lazima upate umbo la hivi. Zingatia tu recipe nitakayokupa jinsi ya kupika au jinsi ya kuchanganya ingredient yako au viambao upishi. Karibu sana tujifunze jinsi ya kupika cashew waffles. Nikishamaliza kupika tutaenda kuzionja, na hiki kitu nitaenda kula mimi. Hiki nimejiandalia mimi kwa ajili ya breakfast yangu siku ya leo, kesho kutwa, au kwa ajili ya mlo wangu wa kwanza. Napenda kuanza na cashew waffles. Kitu cha kwanza, jikoni mwako lazima uwe na mzani. Mzani utakusaidia kupata ladha ile ile katika pishi la leo, kesho na kesho kutwa. Kwanza kabisa tunaanza kuchanganya vitu ambavyo vina vitu vya unyevunyevu. Tunaanza na mayai. Kama una mzani wako, pima gramu 220. Lakini kama hauna mzani, vunja mayai 6, weka katika bakuli kubwa kama hivi. Baada ya kumaliza kufanya hivyo, unaweka maji kikombe kimoja. Maji kikombe kimoja kama hiki. Baada ya hapo unaweka vanilla vijiko 2. Baada ya kufanya hivyo, unaanza kuweka sasa vitu vikavu. Lakini kabla hujaweka vitu vikavu, tusisahau kuweka mafuta. Unaweka vijiko 5 au gramu 400, gramu 40. Unaweka gramu 40 ya mafuta. Kisha maliza kuweka vitu vyote ambavyo ni vimiminika, tunaanza kuweka sasa vitu vikavu. Utaweka baking powder. Baking powder ni robo kijiko. Unaweka hiyo baking powder. Pia huwa napenda kuweka chumvi kwa mbali kidogo, kama gramu 5 chumvi kwa mbali. Alafu pia tunaweka Dr. Boaz Kitchen cardamom powder.
Hiki ni iliki, tunaweka nusu kijiko iliki ili pishi lako linukie vizuri. Inaongeza tu pishi lako liweze kunukia vizuri kabisa. Kitu kingine tunaweka kionjo ili waffles ziwe tamu. Mtu akiona tu waffles jinsi zilivyo kichwani mwake anataka afili utamu fulani. Kwa hiyo tunaweka Xylitol. Xylitol ni kiongeza utamu katika pishi letu la waffles. Hii Xylitol haiwathiri majibu kwa mtu yoyote, labda ni kisukari, mwenye uzito mkubwa, mwenye matatizo ya hormones. Xylitol haiwezi kuathiri matokeo yake anayoyataka pale anapotekeleza sayansi ya mapishi. Kwa hiyo hii Xylitol tunachukua vijiko viwili vilivyojaa. Kwa hiyo utachukua Xylitol vijiko viwili vilivyojaa, au unaweza kaweka gramu 40 kama unatumia mzani. Hapo hizo tayari. Baada ya kufanya hivyo, tutakuwa tumeweka vitu vikavu na vitu ambavyo vina unyevu, lakini lazima tumalizie na unga. Unga huu ni nusu kilo. Kwa hiyo tunaweka katika bakuli hili nusu kilo ya unga wa korosho. Hii ni Dr. Boaz Kitchen cashew nuts flour. Tunaweka unga huu. Leo tunapikia unga huu kutengeneza waffles. Kwa hiyo tunaweka unga wetu kama hivyo unavyoona. Basi tumemaliza kuchanganya karibia vitu vyote ambavyo vinatakiwa vichanganywe. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kuchanganya kwa kutumia kichanganyio. Tuna kichanganyio chetu hiki hapa. Hii ni electric whisker, ni mashine ya kuchanganyia pishi lako lolote, la kuchanganya hivi viambata viweze kuchanganyika kwa pamoja. Lakini kama wewe una ile manyo, ni wewe mwenyewe, unaweza kutumia hata manyo. Hii ni ya umeme, ni automatic. Kwa hiyo tunaanza kuchanganya. Kitu cha muhimu unapokuwa unachanganya, hakikisha unachanganya kuelekea kushoto. Changanya kuelekea kushoto mpaka upate lojo ambayo ni laini kabisa. Kwa hiyo changanya, kama unatumia hand whisker kama hii ambayo ni electric, ambayo ni automatic, unaweza kuchanganya kwa dakika 5. Lakini kama unatumia manyo, unaweza kuchanganya mpaka hata dakika 10 kama unakoroga wewe mwenyewe manyo na zile hand whisker. Lakini leo tunatumia hii, kwa hiyo unaweza kaendelea. Tayari tumemaliza kuchanganya mchanganyiko wetu. Kwa hiyo unaweza kauona, unaona unatakiwa uwe hivi mchanganyiko wetu. Unaona Tayari sasa tunaweza tukaenda kuchoma katika mashine.
ndizo waffles zetu tulizozipika kwa kutumia unga wa korosho. Hii naenda kula mimi na ikunja hivi. Wow. Wow. Kwa hiyo unaweza kaiona. Unaona hizi hapo. Hizi unaona hizi ziko 8, hivi viwili. Kwa jumla vinakuwa 10. Kwa hiyo hivi ukiwa navyo rafiki yangu, hivi tu viwili, unapiga na supu, unapiga na samaki ya korosti, unapiga na hivi, unaweza kupiga na supu, unaweza kupiga na samaki ya korosti, unaweza kupiga na mtindi. Yes, nzuri sana, tamu, zinaraza amazing sana. Kama umependa pishi hili, naomba subscribe hapo chini na pia bonyeza alama ya kengele. Acha comments yako hapa chini kama unapenda siku moja uonje pishi kama hili. Haya ni mapishi bila kutumia ngano. Tunapika kwa kutumia unga wa korosho au unga wa almond. Siku nyingine nitakufundisha jinsi ya kupika kwa kutumia unga wa almonds. Hapa tuna Dr. Boaz Kitchen whole almond flour. Hii pia unaweza kupikia waffles, unaweza kupikia mikate, unaweza kupikia keki, ni unga nusu kilo. Kwa mfano, kama wewe una mfuko huu mmoja, unakuwa na hivi 2.5, yani unapata waffles 25 kwa kutumia mfuko mmoja. Hii unaweza kula na vitu vifuatavyo. Unaweza kula na supu, unaweza kula na samaki roast, unaweza kula na maziwa mtindi, maziwa fresh, unaweza kula na chai ya tosha. Amazing. Mambo safi. Natakiwa uchukue kimoja, sio viwili lakini. Natakiwa uchukue kimoja. Vinaitwaje hivyo? Waffle. Waffles za nini? Za unga wa korosho. Niambie ladha yake. Tamu. Ni tamu. Tamu. Kwa hiyo pishi langu unali appreciate sana. Mrembo, unajua kupika hivi? Wani sio. Swaumu Abu. Mambo. Nimekuletea waffles. Hizi ni waffles zimepikwa kwa korosho. Okay. Niambie ladha yake. Tamu. Unapenda kuzila na nini hizi? Is it your first time kula? No. Unakulaga kila mara. So pishi langu vipi? Iko vizuri. Bas bye. Ukitaka kuongeza unanunua. Ukitaka kuongeza unanunua. Ambo, chukua waffles. Kama kweli wewe mkorofi zira kula waffles. Elfu ya nini? Si maziwa na nani na kiazi. Wewe mtoto ndo unachukua 2. Kwani tulikuwa tuchukue vingapi? Jamani, mnamuona huyu amechukua hizi 2 wakati wenzake anachukua moja. Huyu? Nataka kuhakikisha kwamba kesho unanunua. Hizo ni free, kesho unanunua. Oya, mambo. Poa. Chukua hapa waffles moja. Asante sana. Kula basi hapo tuone. Tuambie. Unaweza kupiga vingapi hivyo? Hivi 5 vinashibisha. Wanaume. Kwa nini wanaume? Odi. Karibu Unga. Yes, sasa hizi zinaitwa waffles rafiki yangu. Unaweza kukata viwili hivi vya huku. Hivi ni kwa ajili ya kula. Unaweza kukata hivi na kuruhusu kata. Okay, sana. Kata tu, vuta. Vuta. Unaweza kaonja. Tamu sana. Hizo zimepikwa kwa kutumia
korosho. Leo nimeamua kupika niwagawie wote muonje. Uone kumbe bila ngano unaweza ukala bites nzuri tu. Asante. Chukua viwili, ujikute tu, nataka kuchukua vitatu. Hivi hapa juu wewe. Wewe mtoto unapenda vitu vizuri. Wow, onja.